Bana, stori tuliokuwa tukisubiri kwa hamu sasa imekwisha kukamilika, na inakwenda kuanza kama ifuatavyo. Mtu mkubwa, mtaalamu wa kompyuta aliyekuwa anajulikana sana kwa ubunifu wake, alikuwa anatafuta mtu mwenye uwezo wa kipekee kwa zaidi ya miaka miwili. Hakutafuta mhandisi wa kawaida wala mtaalamu wa programu tu, bali mtu mwenye kipaji cha ajabu. Uwezo wa kuandika fonts zaidi ya 100 kwa mkono wake mwenyewe, kwa ukubwa wowote, kwa usahihi wa hali ya juu, kana kwamba ni mashine, yani kompyuta. Katika kipindi hicho cha miaka miwili, alisafiri miji mingi, alihudhuria maonyesho ya teknolojia, alikutana na wabunifu wa sanaa na hata walimu wa shule za kuchora. Kila alipofika aliuliza swali lile lile: je, kuna mtu hapa anayeweza kuandika fonti nyingi tofauti kwa mkono kwa usahihi wa hali ya juu? Watu walimletea vijana wengi, wengine walikuwa wazuri sana, waliweza kuandika fonti 10, 20, hata 30. Lakini kila mara alikuwa na kitu kisichoonekana. Lakini kila mara kulikuwa na kitu kinachokosekana. Wengine walishindwa kudumisha uwiano wa herufi, wengine walipoteza umbo la fonti walipobadilisha ukubwa, na wengine walikuwa wanategemea kuiga badala ya kuumba. Kadri muda ulivyopita, matumaini yake yalizidi kupungua. Alianza kuamini kwamba labda kile alichokitafuta ni ndoto tu, kitu ambacho hakipo katika ulimwengu wa kawaida. Siku moja, akiwa amechoka na safari ndefu, alifika katika mji mdogo usio na kelele nyingi. Hakuwa na mpango maalum wa kutafuta mtu siku hiyo. Alikuwa ameamua kupumzika kidogo kabla ya kuendelea na utafiti. Alipokuwa akitembea taratibu kando ya barabara, macho yake yalivutiwa na kitu kisicho cha kawaida. Kulikuwa na bango kadhaa ya maduka yaliyokuwa yameandikwa kwa mtindo tofauti kabisa na yale aliyozoea. Kila bango lilikuwa na uandishi wa kipekee. Herufi zilikuwa na uhai, zilikuwa zinavutia na zilionekana kama zimechorwa kwa umakini mkubwa. Alisimama na kuangalia kwa makini zaidi. Kando kidogo, alimwona kijana mdogo akiwa amekaa chini, akiwa na rangi, kalamu na karatasi. Alikuwa akichora maandishi mapya kwa utulivu mkubwa, kana kwamba hana haraka yoyote. Mtaalamu alimsogelea pole pole, kumkatisha. Alisimama